Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya mshukuru Mwenyezi Mungu kwa uchache na kumtakia rehema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una manufaa makubwa sana kiafya na kiimani kwa ajili ya kesho yetu. Mimi leo nitakaa upande mmoja tu kuzungumzia manufaa yanayopatikana katika saumu kiafya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuweka duniani ili tupate afya njema, na afya hii tuwezeshe kufanya ibada, kutumikia familia zetu, kutumikia taifa lako, na wewe mwenyewe kujitumikia, ili baadaye uweze kupata manufaa utakapokuwa umeondoka katika hii mgongo wa ardhi. Ni vema sasa mwezi huu tuutumie vema, na baada ya mwezi huu pia kuisha, kila mmoja ajue kwamba afya yake ipo mikononi mwake. Afya yako haipo kwa ajili ya una bima kwa una bima tatibiwa kirahisi. Afya yako imejengwa na mifumo yako ya maisha ya kila siku. Kwani unakula nini wewe? Kwani wewe umejikanya na nini ili afya yako isije katetereka? Hasa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye faida sana sana kabisa kwa wale ambao mtakaofunga funga yenye manufaa. Funga ya mwezi wa Ramadhani imewekewa manufaa ya kiakhera. Sasa tuzungumzie manufaa ya kiafya. Na manufaa ya kiafya ni muhimu kwa sababu hamna ibada bila kuwa na afya njema. Lakini pia tumikia familia yako, afya ikiporomoka pia itakuwa na wakati mgumu. Sasa basi, ukiwa umefunga Ramadhani ili saumu hii ikunufaishe kiafya, wewe na umeonao hapo nyumbani kuelimisha, unafanyaje? Jambo la kwanza ni kuweka utulivu wa moyo. Isiye tangu asubuhi umefunga unafikiria kula, una mashaka, sangapi nitakula, mbona jua halitui leo, njaa inaniuma. Umeishi na mashaka na hofu. Funga yako hiyo ina utulivu kwamba nimefunga leo, ni siku ya kumtaja Mwenyezi Mungu, kufanya adhkari mbalimbali, kufanya ibada. Natamka mdomoni mwangu maneno mazuri, na sio mwezi wa kulala kama nimefunga na msinaenda kulala msikitini najilaza ovyo ovyo. Uwe ni mwezi wa utulivu wa moyo wako na furaha ya njaa. Hata ukisikia nimesikia njaa unapata furaha. Lakini wakati wa kufutari utakuwa ndio wakati unaweza kukujengea afya sana, kwa kuwa mwili wako kipindi hicho uko umefunga, mwili unachukua unajitafuna wenyewe, unajiseti wenyewe. Pale ambapo palikuwa pana sumu ambao huenda ilikuwa inaweza ikaudhuru moyo, ikadhuru ini, ikaingia kwenye figo, ikaingia kwenye ubongo, ikaingia kwenye mfumo wako wa uzazi, baba au mama. Kipindi hicho cha kukaa na njaa masaa 14, 13, mwili wako unatumia zile vilivyokuwa, sababu lazima mwili utumie ile energy ambayo inatumia na mwili wako. Unachukua vilivyokuwa vya zamani, vilivyokuwa vimebakia kama takataka mwili, vinatumika, vinachomwa, na unabaki na afya nzuri sana. Ulikuwa na uvimbe unaweza kuondoka, kwa una hatari ya kupata sukari itapungua mwili mwako. Ulikuwa unaweza kupata pressure, itaondoka. Ulikuwa mfumo wako wa uzazi baba unaporomoka, utakaa sawa. Hasa ili ukae sawa, unafanyaje? Wakati wa kufutari ni wakati wa kusaidia mwili wako usiingize sumu nyingine, utoe sumu iliyokuwepo zamani. Kwa mfano, wakati wa kufutari, anza kufutari kwa kutumia vitu vifuatavyo. Cha kwanza bora kabisa ni kutumia tende, ambao tende ukiitumia ina glucose nyingi, inaweza ikasaidia ubongo kupata utulivu, tumbo kupata shibe na kupata zile fiber zitakazosaidia kupata choo vizuri na kutoa sumu mwilini mwako. Lakini na tende zenyewe iwe moja au mpaka 3, sio kula tende mpaka ukashiba. Lakini la pili ni maji. Kama hakuna tende, unaweza ukapata maji, lakini maji yako yasiyo ni maji yaliyokaa kwenye fridge. Yawe ni maji bora, ni ya maji ya vuguvugu, sio ya moto, yaliyopashwa moto kidogo, ya vuguvugu ambayo inanyweka haikuumizi. Maji haya ukipata glasi moja wakati wa kufutari, kabla ya kuingia kwenye sala ya magharibi,
utakuwa umeustendia mwili wako haki sana. Maji ya vuguvugu. Hamna ya vuguvugu, basi maji ambayo sio ya baridi, ya kawaida, yatumie glasi moja, na sio maji mengi sana. Kama yamezidi basi isifikie nusu lita, iwe mililita 350, maana yake nusu lita kasoro kidogo. Maji haya yanakusaidia kutoa sumu mwilini, yanasaidia mchakato wa ulaji wako baadaye, digestion itakuwa nzuri sana baadaye ukienda kwenye kula chakula. Lakini sasa kama hukupata maji, hukupata tende, futari kwa kutumia matunda au mboga. Acha kabisa kufutari kwa kutumia energy, kwa kutumia soda, kwa kutumia juice, kwa kutumia chipsi na vyakula vingine ambavyo vimekaangwa. Kufutari kwa kutumia vitu hivyo, kama watu kuja msikitini wanaleta biskuti na kadhalika, sio salama. Usifutari kwa kutumia biskuti, usifutari kwa kutumia soda na vitu vitaji hapo nyuma. Vitu hivi utaongeza sumu nyingi katika mwili wako. Ni sawasawa na wakati wa kiangazi, ardhi inakuwa imekauka sana. Ukimwaga maji machafu kwenye ardhi, maji yale wala hayataonekana, kwa kuwa maji udongo una mahitaji makubwa. Yale maji yatapenya na uchafu utapenya na rangi itapenya. Lakini ukimwaga maji kwenye ardhi wakati wa mvua, ardhi na unyevu, ile rangi ya maji machafu utaiona. Ni hivyo hivyo kwamba wakati ukiwa umekaa na njaa hayo masaa 14, 13, mwili wako unakuwa una mahitaji makubwa ya kitu kuingia. Ukiingiza sumu yoyote ile, itapenya zaidi na itakuwa imekuuminguzia figo, itaweza kushambulia ini, itatenda sumu nyingi kuliko kawaida. Ni vema wakati huu mwili wako umekuwa una mahitaji makubwa ya lishe, tumia vitu vilivyo salama kama tulivyotaja pale nyuma. Ndugu yangu, ili kubaki na afya ambayo itakusaidia ukaupata uzee wenye utulivu. Hata wakati basi ushakunywa maji, ushakula tende au ushakula matunda yako, umeenda kukaa kwenye mkeka, unaenda kufutari, jaribu kula vyakula tena kwa utulivu. Usimeze vyakula haraka. Tafuna vyakula, vitafunike vizuri tumboni mwako. Ule kwa utulivu na usile huku naongea. Tafuna chakula kisaike mdomoni vizuri, na wakati unakula usinywe na maji wala usitumie vinywaji vingine vyovyote. Kama unapata vyakula vilivyo salama ambavyo vinafaa wakati wa kufutari, kwa mfano ukatumia viazi vitamu, ukatumia viazi vikuu, magimbi hayo, ukatumia viazi mviringo na vyakula vingine ambavyo ni vya asili kama ndizi na kadhalika. Ulaji huu utakusaidia sana kufanya mwili wako ubakie na mfumo wako wa uzazi, baba ambao ulikuwa labda umeporomoka vizuri, mama ambaye ulikuwa unakosa hormone balance utakaa sawa sawa, ulikuwa una shida kupata gas tumboni mwako, kama una nguruma utakaa sawa sawa, ulikuwa na shida kupata pressure na kusumbua utakaa sawa sawa, na hatari ya kupata kisukari, pressure toko. Mwezi huu umekusaidia kututu mwili wako. Kwa ni vema na ukila usishibe kupita kiasi. Ulaji wako wakati wa kufutari utumie vyakula kiasi cha tumbo kutokuuma, sio mpaka tumbo nauma mpaka kuinuka pale uwezi. Kula chakula kidogo, chakula salama, chakula ambacho hautashiba kupita kiasi. Na baada ya lishe hiyo, endelea kutumia maji. Baada labda dakika 45 hivi, baada ya kumaliza kula iftari yako, kunywa maji kidogo, na maji yako usinywe maji mengi. Kunywa maji kama mtu anayekunywa chai, fundo moja, mafundo matatu ndio mengi. Kidogo. Maji ya kunywa kwa siku ya mwezi wa Ramadhani basi utakuwa lita 2, na ukinywa utafikisha kama ukinywa taratibu, na ndio utakuwa mwili wako umeutibu sana. Na kwa ulaji huu ulio wa njia hii, na usije ukaacha kula daku. Usipokula daku kwamba mimi jabal, mimi jasiri, mimi sitaki kuamka usiku, kwa usiku nachoka sana, utakuwa umeenda kinyume na mfumo uliofundishwa wa utaratibu wa kila siku. Ni vema hata kama unajiona daku sio muhimu kwako, kwa sababu ni jabali wa kuvumilia mchana, tumia hata tende 3 usiku na maji ulale. Mwili wako umeandaliwa kwa viwango vya kukaa na njaa vilivyowekwa kwa mfumo wa asili. Sasa ukikaa na njaa kabisa total masaa 18, 16, 10 na ngapi, utakuwa mwili wako umeutumia vibaya. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kula daku. Daku ina faida 2.
kwanza unapata thawabu kwa sababu umefanya sunna, lakini pili, kesho yako mwili wako utaufanya uweze kuwa na energy na mwili wako utajijenga vizuri. Kwa usiache kula daku kama nafasi ya kula daku nayo. Ndugu zangu, tumesema tuseme haya machache leo ili kukusaidia mimi na wewe Ramadhani hii iwe na manufaa kwetu, na baada ya Ramadhani kuisha tukushauri usiache kufunga sunna. Funga kwa sababu kila ukifunga mwili wako unajijenga, utaupata uzee mzuri, ukute unazeki bado una afya nzuri, utaondoa hatari ya kupata kisukari, hatari ya kupata pressure. Kama Ramadhani ikiisha, utakapo Ramadhani ijayo utakuwa pia hujafanya vyema. Baada ya Ramadhani jaribu tena kupata sehemu ya funga, hata kama ni Alhamisi na Jumatatu, mara moja kila wakati. Ndugu zangu, kwa leo tupokee haya machache na siku nyingine kukumbushana kwa ajili ya kubaki na afya njema, afya ambayo itakunufaisha kuweza kujenga familia yako na kupata uzee wenye nafuu. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.